kila nyota ina kitu imebeba. Yes. Hawa wanasema nyota yao imebeba hasira. Watu wa Scorpio wana hasira. Hawa nyota yao, they are not proactive. Paka waambiwe kitu na watu ndio wanafanya. Ndio hicho kilichobeba. That's why I told you mwanzoni. Nikawaambia wanasema hivi, alienacho anapewa. Maana yake nini? Unapewa kitu gani? Unapewa kitu kinachofanania ulicho nacho. Yes. Kwa hiyo wakikuangalia una hasira, wanakupa. Ndio nyota yako. Wakikuangalia wewe huwezi kufanya kitu fulani, wanakupa. Ndicho ulicho nacho. Alienacho anapewa. Si anacho? Kwa hiki ni kitu gani alicho nacho? Wamecheki kwenye ulimwengu mwingine, wamesema huyu ana kitu, atafika mbali. Yes. Watu wa Mungu, mnasikia ninachosema? Yes. Hajika huyu nyota yake, huyu nyota yake ni kali sana. So tufanyeje? Tuitie giza? Huyu nyota yake ni kali sana. Kwa tufanyeje? Wewe cha kufanya, oa. Muoe, mkalishe nyumbani, mfanye kuwa mama wa nyumbani tu, asifanye chochote. Kwa anajipanga, mtoto mmoja amepikwa na ustazi wake vizuri kabisa. Anakuja pale, na hivi mnavyopenda kuharakia maisha, anakuja pale na kuchapa renji, unavurugwa. Hujakaa sawa, kumbe ile investment yote anayoifanya mwenzako, he is looking for a star. Niulize, pastor, umeitoa wapi hiyo? The book of Genesis, the woman called Sarah anaambiwa na Mungu, tumbo lako litawabeba wafalme. Kwa hiyo Sarah anasafiri. Mjini wanamjua Sarah ni tasa, lakini mbinguni wanasema Sarah ana nyota ya kubeba wafalme. Subiri umuone Sarah akiingia kwenye nchi ya Misri. Wasoma nyota faster wakamshtua Farao. Kuna mwanamke kaingia mjini. Yes. Biblia inatuambia Sarah alikuwa ni bibi wa miaka 80 na 70 na 90 na Farao anaoa kitu gani pale? Hata kama ni suria, bibi wa miaka 90 wa nini? Farao hakuwa anatafuta mwanamke wa kulala naye. Alikuwa anatafuta a woman with a kingship star. Yes. Ndio maana Mungu akawa smart. Kabla Farao hajalala naye, Mungu akamtokea usiku akamwambia umekufa. Ukigusa huyo mwanamke na kunyonga. Why? Kwa sababu on the sex point is an exchange of a star. Asikiae na afahamu. Yes. That's where you sold your star, my sister. Yes. Sarah anaingia mpaka nyumbani kwa Farao. Anakaa naye ndani, anaishi naye. And all that time Mungu, Farao alikuwa ni Sarah alikuwa ni tasa, my friend. Kwa angelala naye angetoka, kwani kuna shida gani? God knew exactly the moment they have sex, they got the girl. The star is gone. Endelea kusema hivyo hivyo. Sasa ni mwili. Sasa nashindwa kujizuia. Endelea, mtumishi wa Mungu. Endelea. Ndio maana kila ukiweka biashara haikai. Remember the last man you slept with. From that day your business was collapsing. Nasingizia watumishi hawana upako. Tukuulize na wewe ulilala na nani? Mimi mtumishi, kila nikishika hela haionekani. Sio haionekani. Tell me who is the man you slept with siku uliyopokea mshahara. Ukaenda zako ukaanza kupata some tips kidogo. Nani ya madimbwi, ili ukae na wavuvi wa kuvua. Mahali ambapo ni karibu na kukaanga samaki. Katikati ya kuiva unacheza dansi, mwana akakukaribisha kwenye gari yake. Ukiwa umejaa namna hii, unawaambia watu hamuhoni. Unajua honi?
Wait. Utazipiga zote hizo. Wakakubeba, wakakupeleka. Mungu anamzuia Farao asilale na Sara. Ni bibi wa kazi gani yule? Ni mama ndiye ntasa, hawezi kuzaa. Hawezi kuzaa. Kwa nini Mungu anamzuia? Anajua Farao hakuwa anamtaka Sara ili apate watoto. Sara ndani yake Mungu ameshamwambia atabeba wafalme. Yes. Kwa Farao anacheki, the future of the kingdom need a certain woman, a kind of a woman ambaye humo ndani ana wafalme ndani yake. If I sleep with, ufalme wangu umetegemea kuendelea. Anakuja anatokea baadaye. Read there, wasome. Mwanzo sura 20 kuanzia mstari wa 1. Ibrahim akaondoka huko kwenda nchi ya kusini, akakaa kati ya Kadesh na Shuri, naye akatembea katika Gerari. Ibrahimu akamnena Sara mkewe, huyu ni ndugu yangu. Basi Abimeleki mfalme wa Gerari akapeleka watu. Hii ni wakati Abraham ameenda Gerari. Yes. Kuna Abraham wakati ameenda Misri. Yes. Mwanzo sura 12. Nataka tuende kwenye Misri kwanza. Yes. Gerari tutakuja tu. Gerari mwenye napataka. Gerari mwenye napataka. Mwanzo sura ya 12. Twende baba. Kuanzia mstari wa 10. Mwanzo 12 kuanzia mstari wa 10. Basi kulikuwa na njaa katika nchi ile. Abrahamu akashuka Misri akae huko kwa muda. Siku zote your star is taken in the day of your njaa. Abraham anatembea na mke wake, wanaishi. He never knew that she carries gold. Ndio maana Abraham alipoenda kuzala na Hajiri, Mungu akamwambia, no, sio huyu. Mimi uislaishi naye. I know a woman with your star. Ni huyu hapa. Bro, what are you marrying? What are you marrying, my brother? Hamjasikia nyinyi watu wakisema, tangu ameoa yule mwanamke alikuwa anafanya biashara zake vizuri, kila kitu kimekwisha. Siku moja nilikuwa namfundisha kijana mmoja na mke wangu alikuwepo. Nikamwambia hivi, uzinzi Mungu anasamehe, wala una shida. Tatizo ni kwamba Biblia haisemi makahaba ni shimo refu. Biblia inasema hivi kahaba. Kwa ni kahaba huyu. Kwa hiyo ukila unaweza mwingine anasema hivi, mbona mimi nimelala na makahaba tangu nimeanza maisha na sijawahi kupoteza chochote. Bro, ni kahaba mmoja tu, sio makahaba wengi. Wengine wote ukilala nao unaweza kutoka salama. Kuna kahaba mmoja tu, huyo ndio shimo refu. Swali ni kwamba anaonekana usoni kwamba huyu ndio shimo refu. Kwa hiyo brother, chapa tu, wewe nenda tu mwanangu, nenda tu. Ila kuna mmoja utakuja kuingiaga hautoki tena. Kila ulichonacho kinazama huko. And normally you don't remember. You don't remember ni yupi sasa. Kwa sababu ukimjua umetoka. Unitafute tu nitakupa style. You don't remember now. Ni nani kati ya hawa wengi? Ni yupi ndo alikuwa shimo langu? Hajasema makahaba ni mashimo marefu. Amesema kahaba ni shimo refu. Bro, narudia tena. Uzinzi Mungu anasamehe mwanangu. Lakini hela ikiingia ndani ya shimo la kahaba imeondoka. Can you imagine? Yesu anataka kuingia mji wa Samaria. He didn't need to go out and preach or kutuma kupepeleka peperushi. He needed only one woman. Amkute kwenye kisima. Na ili asipate distraction, akawatoa wanafunzi wake. Akaanza kuongea naye. Na story alizokuwa anaongea naye yule dada, anamwambia hivi, mume wako yuko wapi? Angalia lugha Yesu aliyoongea naye kwa yule dada. Lugha ya mapenzi kabisa. Dada anasema mimi sina mume. Kwa nini dada anakataa mume? Kwa sababu anajua Yesu ni potential husband. Yeah. Kama kweli unampenda mume uliye naye na unamuelewa, ungesema mimi naye niache. Lakini umuelewi yule dude uliloliacha nyumbani, ulielewi. Alafu kisimani umekutana na kitu fulani hivi. Shababi. Anakuuliza mume wako yuko wapi? Dada anajiongeza, anasema sina mume mimi.
Na Yesu bila hiana, without judgment, anasema hivi, umejibu vema, kwa sababu hata huyu uliye naye sio wako. Yesu, dada anashtuka, amenijuaje? Dada anashtuka. Dada alipoona ameshagundulika, anabadilisha topic. Anasema, inakuaje wewe Myahudi kuomba mimi maji kwenye kinywa? Yesu akasema, usipate pressure mama, hii ngoma naicheza mwenyewe mpaka tunaimaliza. Mimi ungejua ni nani, ungeniomba mimi nikupe maji ninye. Dada akasema hivi, nipe mimi hayo maji nisije kisimani tena. Yesu akamuuliza, mume wako yuko wapi? Anaanza kumpa maji. Ndio anamwambia, maji ninayokupa mimi ni tofauti na maji haya. Nikikupa maji yangu nakata kiu. Alikuwa anazungumza kiu gani? Kiu ya wanaume. Ndio maana dada yule anatoka pale kisimani, humuoni anatoka analia au amehukumiwa. Kwanza alienda kuchota maji wa ndugu. Ametoka pale kuchota maji, hata ndoo hakuondoka nayo. Aliacha ndoo pale pale, akarudi mtaani, akamwambia, jamani, njooni mumuone mtu aliyeniambia mambo yote ya maisha yangu. The whole city was inside one woman. Kwa unamuona huyu dada ana wanaume 7, sio kwamba alikuwa anapenda kuwa na wanaume 7. Ni kwamba wanaume walikuwa wanajua the sister has a city. Kwa ukilala naye unachukua mji. Same thing kwa Rahabu. Same thing kwa Rahabu. Wana wa Israel wamestadi rohoni, nani lango la mji? Rahabu. Na ndio maana walipoingia tu kule ikulu wakajua. Kwa nini? Ikulu anajuaje watu wameingia mpakani? Kwa sababu Rahabu alikuwa ni kahaba, anelala na mfalme, mabrigedia wa jeshi. She had the city. Ni why waambia hapa, look at the kind of the men that are approaching you. It tells you how worth you are, but you don't know. Unaishia tu kuwapa energy yako, wanakuachia 200,000 300,000, you are happy, wanakutunza. You are happy. You didn't know kwamba from you could have a shopping mall. From you could have the whole city buying from your shop. But look at you ended up giving them energy and remain kukaa kwenye nyumba ya kupanga. They are building mansions for their families. When Pastor Tony was starting today, alisema, ranks in the spirit are measured by what you left for the kingdom. Nina hamu kweli, but for the kingdom, for the rank I desire, my zip up. Hii ndio mnasikia kwa nini baadhi ya wanasiasa ni wahuni kupindukia. Sio wahuni kwa sababu wanaupenda uhuni. Every woman they are sleeping with is giving them energy for political reasons. Sio wahuni wale. They are purifying their star. They are exchanging the energy. Angalia wadada wanaolala na wabunge. Angalia wadada wanaolala na mawaziri. Hawana cha kuonyesha, hawana. Angalia wadada wanaolala na wasanii maarufu. Hawana cha kuonyesha. But the men are still going up. Wao wamewekwa huko, vitu fulani wameachwa. Ujiulize swali, huyu mtu ni kiongozi wa juu sana kwenye nchi. Who am I? What is he? Unataka kuniambia kwenye cluster yake yote, he has never seen a beautiful woman. It is just in me. Karibu mjini. And you wonder why everything you do is not working. Ela, wanakupa. They are giving you money. But the question is, can you show what you really built from the money they gave you? Ni kama makaratasi. Ni kama hela fulani hivi za mazingara. Ni kama ni kitu fulani hivi, yani kama haieleweki. These guys are smart, very smart. They are living their life by studying science.
washaambiwa, washaelekezwa wa aina hii wenye nyota ya uongozi wako hivi na hivi na hivi na hivi. Sasa wewe mwanakwerekwe hujui. Hujui, huna unalojua maskini ya Mungu. Wewe unaona tu mimi labda tu kama nipendea hips zangu haya. Mimi itakuwa dimpo zangu hizi. You know mimi nina dimpo. Ndio maana we cannot grow. Brothers. Yes. This is the reason why we cannot grow to our full potential. Do you remember your dreams wakati uko sekondari? Do you remember the fire you had ya kuwa kitu fulani cha maana? The more alivyoendelea kukutumia, the more alivyokuwa unazini, the more dreams and inspiration is dying. It is automatic. Ni spiritual ile inaanza kuua inspiration ndani. Unaanza kujiona huna confidence tena ya kuwa rais uliokuwa unataka kuwe. Huna confidence ya kuwa kiongozi unataka kuwa. Lakini wakati uko shule uligombania hadi uongozi, ukawa HP, Edigero. Ulikuwa kitu fulani hivyo wakati uko shule. You were something ambaye kila mwalimu na kila rafiki aliyekuona aikuona wewe ni potential leader wa nchi hii. As the age go, ulipofika chuo wakaanza kukupapasa mwanangu. Slowly but surely they were eating your confidence. Supernaturally, not physically. Pia. Saa hizi umekaa hapo. Kitu pekee unachoweza kuongoza wewe ni viatu vyako vya chumbani. Genesis chapter number 12. Kuanzia mstari wa 10. Basi kulikuwa na njaa katika nchi ile, Abraham akashuka Misri akae huko kwa muda, maana njaa ilikuwa nzito katika nchi. Ikawa alipokuwa karibu kuingia Misri, akamwambia Sarai mkewe, tazama najua ya kuwa mwanamke mzuri sana wa uso. Basi itakuwa Wamisri watakapokuona watasema, huyu ni mkewe, kisha wataniua mimi na wewe watakuacha hai. Tafadhali useme wewe ndugu yangu, iwe heri kwangu kwa ajili yako, na nafsi yangu iishi kwa ajili yako. Basi ikawa Abraham alipofika Misri, Wamisri wakamuona huyo mwanamke ya kwamba yeye ni mzuri sana. Wakuu wa Farao wakamuona, nao wakamsifu kwa Farao. Wait. Waliomwona ni watu gani? Wakuu wa Farao. Kwa hiyo Farao hakumuona, ila wanaokaaga pembeni yake. Na understand, wafalme wote wa zamani walikuwa wanazungukwa na watu gani? Walikuwa wanazungukwa na watu gani? Wenye elimu, waganga. Siku Musa alipoenda kwa Farao, Farao aliita kina nani? Waganga. Kwa wanaposema wakuu wa Farao, alikuwa anamaanisha watu gani? Wakamuona. Kwani wanawake walioingia mjini Misri siku hiyo alikuwa ni Sara peke yake? Imagine what you could be if you would live a holy life. Imagine what you could be if you couldn't sleep with that brother. Imagine what you could be if you couldn't sleep with that sister. Imagine. Fahamu hivi. Every time we yield in the flesh, we are weakening the spirit. Kwa vipawa vya roho vinauawa every time we yield in the flesh. Kila tunapoupa mwili chakula chake. Understand? Simaanishi kusema kwamba mimi nina mwili wa chuma au hatuna hisia. My friend, Mungu amekupa mwili. In the matter of fact, usiposikia mwili unanyanyuka namna hii, ujue wewe ni mgonjwa. Lakini Biblia inasema wazi, mwili hufanya kazi siku zote ukishindana. That's why we are praying. That's why we are fasting. Why? Because Mungu anajua miili ni dhaifu. Yesu alisema roho hii radhi kumpendeza Mungu, lakini mwili ni dhaifu. Kuna kitu mwili unataka. My sister, pray. My brother anasema ombeni msije mkaingia majaribuni. Ukishamsikia Yesu anasema hivi, ombeni msije mkaingia majaribuni, maana anakuambia hivi, mimi mwenyewe nimekaa ndani ya mwili najua. Na anasema hivi, Biblia inasema hivi, alijaribiwa kila namna. Unajua maana ya kila namna? Maana yake naye aliwekewa warembo.
Alafu anakuambia alijaribiwa kila namna na hakutenda dhambi. Ndio maana pona yetu sisi ndio lazima hakuna jina jingine litupasalo kutuokoa. Kitu pekee kinachoweza kutusaidia ni imani yetu ndani ya jina la Yesu. Si matendo yetu tena, kwa sababu ukisema tutegemea matendo yetu kwa kweli tushafeli. Tushafeli kabla tujaanza. Hapo ulipo ukijifikiria mwenyewe hivi mimi na nini sasa nimebaki nacho? Maka wamepakua mzigo wote. Ndio wanasema hakuna jina jingine litupasalo kuokolewa isipokuwa jina la nani? La Yesu. Ndio maana unaporudi kwenye kusoma nyota, unaporudi kwenye mambo ya kusoma nyota, si mambo ya nini? Unajiua. Right now you have to hang on Jesus. Yes. Wewe utaipa thamani yangu tena. Yes. Yesu utarudishia thamani yangu tena. Amen. Wewe utanipa nyota yako, nitembelee nyota yako. Yes.